walikifundisha na manabii walifanya ibada katika imani kama hiyo, utasalimika. Lakini kama unafuata nyendo kwa sababu mtu fulani anafanya, basi mbinguni kwa Mwenyezi Mungu utapata dhiki. Sasa leo hii tuko na swali mbele yetu, eti dini ya mitume na manabii. Kwanza, dini kama alivyofasiri mwalimu, sitorudia kusoma, amesema neno dini sio neno la Kiswahili, ni neno la Kiarabu, maana yake njia. Yaani unaposema dini sio Kiswahili, ni neno la Kiarabu, katika Kiswahili maana yake njia. Sasa hii njia ndio tunataka kuangalia ni njia gani iliyokuwa sahihi ya mitume na manabii kutufikisha sisi kwa Mwenyezi Mungu. Sasa kwanza nataka nifundishe njia. Manabii waliotangulia walizungumzia vipi kuhusu neno njia? Msomaji, nisaidie kitabu kinaitwa Zaburi 27:11. Hapo ni cha Zaburi 27:11. 27:11. Inasemaje? 27:11 inasema hivi mwalimu. Pele. Inasema ewe Bwana, unifundishe njia yako. Huyu ni Daudi anamuomba Mwenyezi Mungu, anamwambia Mungu, Bwana unifundishe njia yako na kuniongoza katika njia iliyonyooka. Kumbe Daudi anaomba Mwenyezi Mungu amuongoze katika nini? Njia iliyonyooka. Na njia tumesema katika Kiswahili, Kiarabu maana yake nini? Ni dini. Kwa hivyo Daudi anaomba Mwenyezi Mungu amuongoze katika dini iliyofanya nini? Iliyonyooka. Sasa hiyo dini iliyonyooka ndio tunataka kuitafuta, tuijue ni dini gani. Si kweli msomaji? Anisaidie 625 Qur'ani. 625. Inasemaje? Wacha tufike mwalimu, 625 Qur'ani. Sawa sawa, Qur'ani. Qur'ani 6 suratul Al-An'am. Ngapi mwalimu? 625 msomaji. 125 nimefika mwalimu. 125 inasema hivi. Soma mstari wa 26, 126. Sawa mwalimu. Inasemaje? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Inasema na hii dini ya Uislamu ni nini? Ndio njia ya Mola wako iliyofanya nini? Iliyonyooka. Kumbe hiyo njia ambayo Daudi anaiomba aongozwe katika njia iliyonyooka, Mwenyezi Mungu anasema hiyo njia iliyonyooka ni nini? Ni dini ya Uislamu. Kumbe hiyo njia iliyonyooka, hiyo dini iliyonyooka ni dini gani? Ni dini ya Uislamu. Nisaidie kitabu kinaitwa Petero wa kwanza 1:10. Kitabu cha Petero wa kwanza 1:10 inasema, Petero wa kwanza 1:10 inasema hivi kama ilivyoandikwa. Haya twende. Inasemaje? 10. Katika habari ya wokovu. Katika habari ya wokovu huo manabii. Katika habari ya wokovu huo manabii walifanya nini? Katika habari ya wokovu huo manabii walifanya nini? Walitafuta. Kumbe manabii cha kwanza walifanya nini? Walitafuta, alafu wakafanya nini? Chunguza. Kumbe kule zamani manabii waliketi chini wakaanza kutafuta na kuchunguza ambao walitabiri. Sasa hicho ambacho manabii walijaribu kukitafuta na kukifanyia uchunguzi ni kitu gani? Walitabiri. Nisaidie Qur'ani 14:15 msomaji. Qur'ani 14:15. Inasemaje? Qur'ani 14:15. Suratul Ibrahim. Inasemaje? Tufike mwalimu. 10 na ngapi? 14:15. 14:15 inasema hivi. Inasemaje? Billahi minash shaitani rajim. Na walitafuta. Kumbe walifanya nini? Walitafuta nini? Walitafuta kila njia za kushinda nini? Uislamu. Wasifanye nini? Wasizipate. Kule zamani kulikuwepo Uislamu. Kuna watu wanaojiita manabii wa uongo wakaketi kutafuta na kuweza kuchunguza ni njia gani watakaifanya kuushinda Uislamu, lakini Mwenyezi Mungu wanasemaje? Maliza andiko. Akashindwa kila jabari. Walishindwa bimana hawakuwezewa. Sasa hii dini ya manabii lazima iwe na asili yake ili iwe ni dini ya kweli. Sasa hii dini ya Uislamu asili yake nini? Chanzo cha Uislamu ni wapi? Si kweli msomaji? Ndio. Aya, nisaidie 30 Qur'an. 30 Qur'an.
Quran, suratul Rum. Inasemaje? 30 Quran. Wacha tufike mwalimu. 30 Qur'ani. 30 Qur'ani inasema hivi. Haya twende. Inasema 30, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sitaki kula muda mwingi. Inasema hivi, basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Iliyo sawa sawa. Maliza. Ndilo umbile wa Mwenyezi Mungu aliowaumbia watu. Yani hiyo dini ndio umbile, yani chanzo chake ni uumbaji. Ndio umbile ambalo Mwenyezi Mungu aliumbia nalo watu. Yani dini hii ya Uislamu inafanya nini? Inawafikiana barabara na umbo la binadamu. Barabara na umbo la nini? Barabara na umbo la binadamu. Kumbe dini ya Uislamu asili yake ni nini? Ni Uislamu. Ni uumbaji. Yani tangu mwanadamu wa kwanza anaumbwa, ameumbwa katika maumbile ya Kiislamu. Ndio ukiangalia katika mwili wa mwanadamu kuna vitu kweli vinakupelekea kung'amua kwamba hii maumbile mwenye mwanadamu ameumbwa katika maumbile ya Kiislamu. Ukimwangalia mtoto anapozaliwa, kwanza anapotoka katika tumbo la mama yake, kinachotanguliza kugusa ardhi ni kichwa. Yani bimaana anazaliwa mtoto amesujudu. Dini ya Kiislamu ibada yetu wanafanya wamesujudu. Leo hii mtoto azaliwe amesimama, lazima mama atapelekwa theater. Sio kawaida, ataenda apasuliwe. Kwa sababu sio kawaida, sio maumbile. Ukiangalia mwanadamu kwenye common sense kuna mambo matano. Dini ya Uislamu ina nguzo 5. Ukiangalia mkono una vidole 5, ukiangalia mguu una vidole 5. Dini ya Uislamu ina nguzo 5 ambayo imeifanya ikaisimama. Ndio Mwenyezi Mungu anasema hiyo dini ya Uislamu inaambatana barabara na umbile la mwanadamu. Yani leo hii mwanadamu anapozaliwa, mtoto mchanga anapotoka katika tumbo la mama yake, anazaliwa katika mazingira ya Kiislamu. Haijalishi kama mzazi wa mtoto huyo ni Muislamu au sio Muislamu, yule kiumbe kipya anazaliwa katika mazingira ya Kiislamu. Sasa mzazi wa mtoto ndio atakaye mfanya huyo mtoto ima abakie katika dini yake ya asili, ama akamtoe katika dini ya asili ampeleka katika dini nyingine, bimaana ya ubatizo. Mwalimu, tuimalize. Sasa msomaji, kwa sababu ya muda, maliza. Hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe. Sasa hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Sasa ikiwa na maana kama dini ya Uislamu asili yake ni uumbaji, lazima mwanadamu wa kwanza atakuwa katika hiyo dini ya asili ya uumbaji. Hiyo ndio dini iliyo haki. Kumbe hiyo ndio dini iliyo nini? Iliyo haki. Sasa baada watu wengi hawajui. Kumbe kuna watu hawajui kwamba hii dini ndio asili ya uumbaji na ndio dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa kama dini ya Uislamu asili yake ni uumbaji, lazima mwanadamu wa kwanza atakuwa katika dini ya Uislamu. Nisaidie Qur'ani 2:213. Qur'ani 2, kitabu cha Qur'ani 2:213. 213 inasema hivi. 213 Qur'an inasemaje? Inasema hivi, twende. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Na Mayahudi husema 200 Qur'ani 2:213. 213 Suratul Baqara. Sawa sawa. Aya 213. Sawa mwalimu, nimefika. Inasema 213 inasema hivi. Haya twende. Watu wote, rudia tena. Watu wote haya maliza, walikuwa wa dini moja. Kumbe watu wote walikuwa wa dini moja, hakukuwa na dini nyingine tofauti. Watu wote walikuwa wa dini moja ya haki. Tena hiyo dini ni ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam. Kumbe hiyo dini ya haki alikuja nayo Nabii Adam. Hiyo dini ya haki, kwanza msomaji usifunike huo ukurasa. Hiyo dini ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam na ndiyo dini ya asili ya maumbile ya mwanadamu inaitwaje? Nisaidie 3:19 Qur'ani. 3:19. 3:19 Qur'an inasemaje? 3:19. Wacha tupike mwalimu. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kumbe hiyo dini ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam tunaambiwa ni dini ya Uislamu, na
aliyokuja nayo Adam. Ndio maana tunaweka kikao sasa kuuliza na kurudisha heshima ya ipi ya dini ya mitume na manabii. Basi Mwenyezi Mungu akafanya nini? Akawaleta manabii watoao habari njema. Sasa baada ya wanadamu kulitalifiana, Mwenyezi Mungu akawaletea manabii waje watoe habari njema na kisha watoe onyo dhidi ya yale wanadamu waliohitalifiana pamoja nao. Sasa pamoja na hao manabii akawateremshia vitabu. Kumbe pamoja nao akawateremshia vitabu vilivyoshikamana na haki hii. Ndio maana ukiona mahali Muislamu yuko anafundisha, lazima kuwepo vitabu, imani yake anadhibitisha kutoka katika vitabu. Sasa hivi vitabu leo ndio tunataka kuangalia dini ya manabii ilikuwa dini gani. Sasa baada ya Adamu kuondoka, nini kilifanyika? Adamu baada ya kuja na dini moja akaondoka. Wale manabii waliofuata Adamu walifundisha ile dini moja, ama walikengeuka wakachukua njia nyingine? Nisaidia 42:13 Qur'an. 42:13 Qur'an inasemaje? 42:13 kitabu cha Qur'an inasema hivi mwalimu. Haya, fungua 42:13 inasema hivi. Inasemaje? Amekupeni sheria ya dini ile ile. Sasa Mwenyezi Mungu anarudia sasa wale manabii ambao waliingia baada ya Adamu. Anasema kwamba nimewapeni sheria ya dini ile ile, sio zile zile, dini ile ile bimaana moja. Aliyemuhusia Nuhu. Kwanza dini hiyo moja tunaambiwa alihusiwa. Nabii wa kwanza kuhusiwa baada ya kuondoka Adamu, tunaambiwa na dini hiyo amehusiwa naye Nuhu. Simama msomaji. Tunaenda sasa tukichambua kabisa kabisa. Kwanza tunaambiwa kwamba dini hiyo amehusiwa Nabii Nuhu. Sasa huyu Nuhu baada ya Adamu kuondoka, Nuhu alifundisha dini gani? Naomba umsaidie Qur'ani 71:26 msomaji. 71 mwalimu. 26. 71:26 inasema hivi. Wacha tupike mwalimu. Kwa imechoka. 71 ngapi mwalimu? 26. 26 inasema na Nuhu akafanya nini? Akazidi kusema. Hayo maneno anayosema ni nani? Nabii Nuhu. Sasa nisaidie aya 28. Inasema Mola wangu. Sasa Nuhu anasema Mola wangu nikufurie mimi na wazee wangu na kila aliyeingia nyumbani mwangu, hali ya kuwa ni nani? Ni Muislamu. Kumbe Nuhu naye alifundisha dini gani? Ya Kiislamu. Hiyo ndio dini ya asili ambayo Nabii Adamu alikuja nayo. Akaja Nuhu akapewa sheria ya dini ile, naye akaufundisha Uislamu pamoja na wale watu ambao walifungamana nao. Sasa baada ya Nuhu, hiyo sheria tunaambiwa akapewa na nani tena? Rudi 42:13. 42:13 inasemaje? Acha tuendelee, inasema hivi. Baada ya Nuhu nani tena? Nuhu na tuliokufunulia wewe. Nuhu na tuliokufunulia wewe bi maana Muhammad mweke kando kidogo, tutamkujia baadaye. Na tuliowahusia nani? Ibrahimu na Musa. Twende pole mtume baada ya mtume. Kumbe baada ya Nuhu akahusiwa na Nabii Ibrahimu, si ni kweli? Ndio. Wakasimama watu wakasema Ibrahimu ni baba yetu wa imani. Waislamu tunasimama na vitabu tunatangaza hima tukisema kwamba Ibrahimu ni baba wa imani ya Kiislamu. Huyu Ibrahimu alikuwa baba wa imani wa dini gani? Nisaidie 22:79 Qur'an. 78 Qur'an. 20 na ngapi mwalimu? 22:78. 22:78. 22:78 inasemaje? Acha tufike mwalimu. 22:78 inasemaje? 22:78 inasema. Hebu msaidie. A'udhu billahi, nimefika mwalimu. Somaje? 78 sawa. Inasemaje? Hebu msaidie profesa kushika kamera aje akusaidie kusoma kidogo. Na ipingi. Hebu mpe msaidie kushika kamera. Penye tumefikia hapo tunataka kuvuka kwa vitabu vingine ambavyo itakuchukua muda kufungua. Sasa huyu Ibrahimu ni baba wa imani
wa dini gani? Tunataka kuangalia ni baba wa imani wa dini gani. Soma hiyo 22:78 mwalimu. Twende kwa ufasaha. 22 ngapi mwalimu? 78 Qur'ani. Inasema 22:78 Qur'ani. Napiganeni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Napiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kupiganiwa. Amekuchagueni muwe umma bora. Yeye Mwenyezi Mungu amewachagueni muwe umma bora, umma ulio bora. Maliza. Wala kuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Twende nayo. Dini hii ya Uislamu, mila ya baba yetu Ibrahim. Kumbe dini ya Uislamu ni mila ya baba yetu nani? Ibrahim. Maliza andiko. Yeye Mwenyezi Mungu alifanya nini? Alikuiteni Waislamu. Wapi? Katika vitabu. Katika vitabu vya zamani. Kumbe katika vitabu vya zamani katika vitabu vya zamani huko tuliitwa kina nani? Waislamu. Katika vitabu vya zamani tuliitwa kina nani? Waislamu. Na vitabu vya zamani ni gani na gani msomaji? Taurati, Zaburi na Injili. Haya, nichukulie kitabu cha Taurati, nichukulie Biblia, nifungulie Taurati ukurasa wa 46. African Bible msomaji. African Bible ukurasa wa 46. Biblia Mwafrika. Tuangalie kweli tuliitwa. Biblia Mwafrika ukurasa wa ngapi? 46 mwalimu. 46 nasema. Inasemaje? Hata hivyo Mungu atambariki Ismaili. Mungu atambariki Ismaili na kumfanya babu ya taifa kubwa. Waarabu wa jangwani. Maliza. Hiyo ndio sababu Uislamu umefanya nini? unamheshimu Ibrahim. Unasoma Biblia, unasoma kitabu gani? Hii ni Biblia mwalimu. Biblia inasema Uislamu unamheshimu nani? Unamheshimu Ibrahim. Kumbe tangu katika vitabu vya zamani tumeitwa kina nani? Tumeitwa Waislamu. Sasa huyu Ibrahimu, watu wakasimama wakasema Ibrahimu ni wa dini fulani, wengine wakasema Ibrahimu ni wa dini fulani. Mungu anasema nini? Nisaidie 2:140 Qur'an. 2:140 inasemaje? 2:140 Qur'an 40 nasema. Inasemaje mwalimu? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Soma. Inasemaje? Unasema nyinyi Mayahudi na Wakristo. Yaani Mayahudi na Wakristo walisimama wakasema kitu gani? Wa Ibrahimu na Ismaili na Isaka na Yakubu na kizazi chake walikuwa Mayahudi kama nyinyi. Yaani Mayahudi wakaambia Wakristo kwamba mnajueni nyie Ibrahimu na kizazi chake Ibrahimu walikuwa Mayahudi, au Wakristo kama nyinyi. na Wakristo wakasema nyie Mayahudi hamjui Ibrahimu na kizazi chake walikuwa Wakristo. Sema. Sasa Mwenyezi Mungu anamwambia Muhammad aseme kuambia sema. Ninyi mnajua zaidi au Mwenyezi Mungu? Kumbe anayejua zaidi kumhusu Ibrahimu ni nani? Mwenyezi Mungu. Sasa tumuulize Mungu anazungumzia vipi kumhusu Ibrahimu. Nisaidie 3:67 Qur'an. Imefika mwalimu. Inasemaje? Ibrahimu hakuwa Myahudi wala Mkristo. Kumbe Mungu anakataa hayo maneno wanayosema Mayahudi kwamba Ibrahimu alikuwa Myahudi na Wakristo kusema Ibrahimu alikuwa Mkristo. Mungu anakataa, anasema Ibrahimu hakuwa Myahudi wala hakuwa Mkristo. Lakini alikuwa nani? Alikuwa mwongovu mtivu. Wala hakuwa katika washirikina. Ibrahimu hakuwa katika washirikina. Tukiangalia katika historia, baba yake Ibrahimu, mzee Azari, katika Qur'ani na tena katika Biblia, yeye ndiye alikuwa mwalimu wa kuchonga masanamu waliokuwa wanaabudu wana wa Babeli. Sasa Ibrahimu hakuingia katika dini za kishirikina kumshirikisha Mwenyezi Mungu kuabudu sanamu, bali alikuwa mtii kamili wa Mwenyezi Mungu. Sasa wewe Ibrahimu alikuwa dini gani? Nisaidie 6:79 Qur'an. 6:79 Qur'an. Inasemaje? 6:79 al-Karim inasema. Alafu tukiendelea. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Msalimie yule ndugu yangu. Aliniambia na swali. Siwezi nikamsahau. Ni yule pale kwa mlango. Anasoma andiko mwalimu. Soma andiko. Inasemaje? Inasema. Mimi Ibrahimu. Nimeuelekeza uso wangu kwa yule aliyefanya nini? Aliyeumba mbingu na ardhi. Hali ya
kuwa hali ya kuwa mimi Ibrahimu nimeacha dini za upotevu. Mimi Ibrahimu ni Muislamu. Kwa Ibrahimu alikuwa dini gani? Muislamu. Sisi Waislamu hatuna kifua. Naam. Tunatumia maandiko kudhibitisha dini yetu ilikuwa ndio dini ya mitume na manabii. Kwa sababu ukisema Kristo ni mtu, sio dini. Kwanza mwalimu, kwa sababu ya muda nataka nifungue kipindi cha maswali. Wacha tumzungumzie Yesu alafu tufungue maswali. Si kweli? Ndio. Yesu tu peke yake. Tuache manabii wengine. Tuangalie huyu Yesu alikuwa nani. Kwanza nisaidie 1:16 Mathayo. 1:16 Mathayo inasemaje? Inasema 1:16 kitabu ni cha Mathayo. Inasemaje? Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariamu. Mume wake Mariamu aliyemzaa nani? Yesu aitwaye Kristo. Kumbe Yesu aitwaye nani? Kristo. Yohana 4:25. Yohana 4:25 inasemaje? 25 nasema. Inasemaje mwalimu? Najua yuaje Masihi. Yule mwanamke akamwambia kompyuta iko sawa mwalimu. Najua yuaje Masihi. Hebu fungua andiko. Aitwaye 4:25. Umejua Yohane, kuna wakati mwingine roho huwa inashuka. Unajua nataka nizungumze na ndugu yangu pale. Ameniambia nataka mimi tu na hapo na swali kwangu. Ndio maana naharakisha. Hamna neno. Nimefika mwalimu. Inasemaje? Yohana 4:25. 4:25 inasemaje? Kitabu ni cha Yohana 25:25. Inasemaje? Yule mwanamke Mkananayo. Yule mwanamke akafanya nini? Akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi. Aitwaye nani? Aitwaye Kristo. Ukisikia aitwaye ni jina la mtu au ni nini? Ni jina la mtu. Sasa huyu Kristo alikuwa dini gani? Bwana nisaidie kitabu kinaitwa, nisaidie Imprimato. Naam. Imprimato Bible. Naam. Hii ni Biblia Mkatoliki. Nipe Timotheo kwanza 4:1. 4:1 inasemaje? Inasema, soma. Basi roho anena wazi ya kuwa ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo. Watu watajitenga na imani na kusikiza roho zinazodanganya. Na kweli leo hii watu wameiacha imani, wanazifuata roho ambazo zinadanganya. Maliza andiko. Na mafundisho ya nini? Ya shetani. Aya, soma kitani mingi inasemaje? Katika siku za mwisho watu wengi watamuasi Kristo. Yani watu wengi watamkataa Kristo. Watamkataa Kristo na dini yake. Kumbe watu watamkataa Kristo na nini? Na dini yake. Unasoma kitabu gani? Biblia mwalimu. Biblia inasema watu watamkataa Yesu na nini? Na dini yake. Sasa dini ya huyu Kristo ni dini gani? Si ndio? Maana Kristo alikuwa na dini. Kristo alikuwa na dini. Si kweli? Sasa dini ya Kristo inaitwaje? Si kweli? Kwanza nisaidie Qur'ani 2:130 tupate maana ya neno Uislamu ni nini kwanza. Alafu 2:130 Al-Qur'an inasemaje? Ni nani? Wacha nifike mwalimu. 2:130 inasema Al-Karim inasemaje? Ni nani atajitenga na mila ya Ibrahimu? Ni nani atajitenga na mila ya Ibrahimu na kuchukia dini hii ya Kiislamu? Akauchukia Uislamu. Isipokuwa anafanya nini? Anaitia nafsi yake katika upumbavu. Maliza andiko. Na kwa yakini nani? Sisi tulimchagua Ibrahimu katika dunia. Na kwa katika ahera. Maliza. Yeye katika ahera atakuwa nani? Atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa. Maliza andiko. Kumbukeni. Sasa kumbukeni habari hii. Mola wake alipomwambia Ibrahimu, alimwambia nini? Kuwa Muislamu. Yaani kuwa Muislamu. Akasema nini?
kunyenyekesha nafsi yako kwa Mwenyezi Mungu. Ndio mwalimu. Sasa Yesu alikuwa mnyenyekevu au kwa lugha nyingine Muislamu? Mathayo 11:29 Mathayo. Nasema, inasemaje? Jitieni nira yangu. Jitieni nira yangu. Mjifunze kwangu. Mjifunze kwangu. Kwa kuwa mimi Yesu. Ni nani? Kwa kuwa mimi Yesu. Ni nani? Ni mpole. Na nani? Na mnyenyekevu wa moyo. Mnyenyekevu maana yake nani? Kwa Muislamu. Kumbe Yesu alikuwa dini gani? Muislamu. Kama alikuwa Muislamu, wanafunzi wake walikuwa dini gani? Naam. Wanafunzi wake walikuwa dini gani? Angalia mwalimu. Anisaidie Qur'ani. Nimefika mwalimu. 5:50 ngapi? 5:51 mwalimu. Inasemaje? Nafungia hapo. Ina 3:52. 3:52. Inasemaje? 3:52 Al-Karimu inasema. Inasemaje? Wenye kunakili maandiko na kufuatilia inasemaje? Isa Yesu alipohisi kuwa kati yao pana ukafiri, akafanya nini? Akasema nini? Nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? Alafu wanafunzi wake wakasema, wakina nani wanasema? Wanafunzi wa Yesu wakasema nini? Sisi ni wasaidizi wa nani? Wake wasaidizi wa kutangaza maneno ya Mwenyezi Mungu. Maliza. Na tumemwamini Mwenyezi Mungu. Maliza. Na shuhudia kwamba sisi wanafunzi ni Waislamu. Kumbe wanafunzi wa Yesu walikuwa dini gani? Waislamu. Kudhibitisha kweli wanafunzi walikuwa Waislamu, nisaidie Mathayo 21:32. Mathayo 21:32 inasemaje? Kitabu ni cha Mathayo 21:32 kitabu cha Mathayo inasemaje? 21:32 inasema nini? Kwa sababu Yohana alifanya nini? Alikuja kwenu kwa njia ya haki. Kumbe Yohana mwana wa Zakaria alikuja kwa watu na dini ya nini? Ya haki. Hiyo dini ya haki tumesema ni dini gani? Ni Uislamu. Nipelekee maiki koti. Hiyo ndio ukweli. Huyu amesema ana swali na mimi. Mpe maiki. Tusizungumze uongo. Mimi ni kitumwa. Tena ameniambia ananitaka mimi. Mimi ni kitumwa. Mpe maiki uti. Mimi ni kitumwa. Ukizungumza ukiwa hapo, usikuje huku. Ongea tu ukiwa hapo. Umeniambia una swali na mimi. Chukua maiki uti. Hujambo kaka? Hassan. Kesho inshallah. Hujambo? Hassan. Hujambo? Mzima mzima. Sasa ndugu yangu, nataka tuzungumze ukweli kwa sababu maandiko yanatuambia tusiseme uongo, si kweli? Kesho inshallah. Ngoja kwanza. Tulia kwanza. Maandiko yanatutaka tuseme ukweli. Ni ukweli, si kweli?